Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia zikaanza kumpoteza taratibu. Marafiki wapya, usiku ukawa siri yake nzito. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida. Shikamoo bibi. Nzuri. Hawajambo huko? Hawajambo. Vipi unaendeleaje rafiki yangu? Mimi niko poa. Huko umeadimika sana, uonekani shule siku ya pili tokea shule ilipofungua. Sasa wiki ya kufungua shule jamani, mtu unaenda shule kati ni mambo ya usafi tu nayo. Hata tutaenda wiki ijayo. Hapana, ndio tushaanza masomo. Mwambie mwenzio, maana shule inaonekana hapendi. Mwelekeze kwanza, inaonekana wewe mwenzake shule unaipenda kweli. Sasa umesikia rafiki yangu kama alivyosema bibi, wanataka kwenda shule, masomo yashaanza sasa hivi. Sasa kaenda. Uende shule. Sawa bibi, nitaenda. Ndamwambia mama yako utaki shule. Sawa, nitakupitia sasa ndio ujiandae kesho tuende shule. Haya poa. Haya, na huyu hapa mdogo wangu. Mama ndo ananiambia Joy. Ndio huyu hapa mdogo wangu anaitwa Joyce. Dada. Mama, uko poa? Niko poa. Uko darasa ngapi? 3. Hongera. Karibu kwetu Joy. Haya basi bibi, sasa ngoja tuondoke. Tumekuja hapa tulikuwa tunapita tu hapo. Haya, karibuni. Dadangu, hebu angalia, usimende wewe. Kweli dadangu, mga wenu mzuri. Wewe mwenyewe upo smart. Mimi unaje kuletea chakula ambacho kina mende kweli? Lakini kakaangu sana nimeitoa safi na chakula nimetuma vizuri tu, hakina hata mende kakaangu. Wewe unaniambia mende nimetoka naye mimi nyumbani, sina maana yake. Huyu mende nimetoka naye mimi nyumbani ndo kuniambia. Sio hivyo kaka. Dadangu, nikwambia kitu kimoja tu. Yaani mimi unavyoniona hapa, najali sana afya yangu. Najali sana afya yangu, unaona niko vizuri. Leo hii kweli ulivyo smart, mgao wenu uko vizuri. Wakuletea mimi chakula ambacho kina mende kweli dada? Kabisa yani. Hivi unajua maana ya mende? Mende ni mdudu ambaye anakaa sehemu chafu chafu. Leo hii mimi hasa bahati mbaya manzuri haya nimemwona huyu mmoja. Sijui ambao nimekula wangapi mpaka sasa hivi. Hatimaye nije kumshuhudia huyu mmoja namuona huyu hapa. Hivi unajua mazani naenda kuyapata mimi baada ya kutoka hapa? Sasa basi, nasema kitu kimoja.
Dadangu, mimi hapa hela silipi, cha kwanza. Cha pili, nikienda nyumbani, nikipata madhara yoyote, aidha kuendesha au mengine yoyote kuhusiana na masuala ya afya, basi kaa ukijua na kuletea polisi. Sio hivyo kaka, naomba hela. Ukawa siri yake nzito, aliahidi kesho itakuwa bora, lakini leo akapotea kwenye tamaa. Simu ikawa mwalimu wake mpya. Tuko poa. Niko poa, ila unajua nimekuja chap chap. Bibi ameenda gengeni kwa nikamwona nije haraka. Kweli? Ndio. Sije kaka kuona wakati unaingia hapo. Haja niona. Kabisa. Kweli? Okay. Asante. Naona leo ndo umekuja. Leo ndo nimekuja, ndio si unajua siku zingine bibi anakuwa muda wote yupo nyumbani. Kwa hiyo leo alivyotoka akasema nini? Acha basi, kwa leo utaenjoy, si ndio? Okay. Sasa fry. Tulizo. Wewe Tulizo. Ulikuwa unafanya nini ndani? Huko ndani ulikuwa unafanya nini? Anaomba. Unasikia? Hivi kwa nini usikiagi? Kwa nini usikiagi? Baraka. Baraka. Naomba utoke nje. Mjukuu wangu alikuwa anafanya nini ndani? Samahani bibi, nilimwomba tu anisaidie kukoroga uji. Naomba utoke nje basi. Baraka. Baraka. Nitakufukuza sasa hivi. Samahani bibi. Kwani unanipa kodi shingapi? Unanipa kodi shingapi? Hapana bibi, tusifike huko. Naomba unisamehe tu kama nimekosea. Usije ukaniharibia mjukuu wangu. Samahani. Sasa natafuta njia ya kurudi, lakini muda ujirudi tena. Kilio chake kimejaa majuto, lakini dunia isimami. Chozi la mama linadondoka kimya, akimwombea mwana amerudi njia, lakini Tulizo ameshikwa na dunia. Ndoto zake zinateketea pole pole. Chozi la mama lina sauti, lakini linaumiza kuliko maneno. Alitamani kumuona akifaulu, sasa anaanguka mikononi mwa dunia. Ungeweza kurudisha muda, ungesikiliza sauti ya mama, lakini maisha. Oscar, tamani kwa kile ambacho nachona kukiongea. Oliva, una jambo gani hadi uniambie mimi samani? Kipi cha mbona nataka kuniambia? Oscar, mimi nahitaji kuacha shule. Hivi unajielewa au una akili sawa sawa kichwani? Uache shule kwa sababu gani labda? Kipi kinachokufanya uache shule? Oscar, mamangu anaumwa. Afu mamangu ndo alikuwa kila kitu. Sasa hivi yupo chini. Mimi ndo nahitaji kumsaidia mamangu. Oliva, kwa hiyo ni lazima niache shule. Nagundua kama mamako anaumwa. Ila kumbuka sisi tunasoma kupambania elimu ndio ije tutoe kimaisha. Wewe unapoacha shule, kwa hiyo ukiacha shule mamako ndo utapona. Hata sielewi hiyo Oscar. Ila mimi mawazo yangu ni yalikuwa hayo. Kwa sababu mamangu ndo alikuwa kila kitu kwangu. Sasa hivi yupo chini. Unakosea kitu kimoja. Labda mimi nikwambie tu, kwenye hilo ondoa shaka. Mimi nitakusaidia. Shuleni babangu mkubwa ndo mkuu wa shule. Nitaongea na baba. Nitaangalia jinsi gani najua atakusaidia. Mimi nitakaa naye chini nitamuelezea atakusaidia. Ila kusema uache shule kisa mama anaumwa, Oliva, sio kweli. Tusome, tupambane ili baadaye hata mama yako uje kumsaidia. Umenielewa?
Sawa, kama kule utanisaidia nitashukuru sana. Mpenzi, ondoa shaka, nitajaribu kuongea na baba mdogo, najua hawezi kunipinga mimi ni mwanae. Sawa? Sawa. Kuna lingine? Hapana. Sikupenda kabisa yani uache shule nikisa ujinga Sawa? Itaisha. Sawa. Oliva, kama nilivyokuambia, baba mkubwa yupo sebuleni, nishampanga kila kitu, nishaongea naye. Kwa hiyo ingia ndani na wewe kidogo, ukifika pale utamsimulia vile ilivyokuwa na jambo la kusibu. Na uhakika mimi nitakusaidia. Mimi niko hapa na kungoja. Sawa. Sawa. Karibu, najua umefukuzwa kwa sababu ya kukosa ada na mama yako hana uwezo wa kulipia kwa sababu ya matatizo yake ya kiafya. Nipo tayari kwa msaada wako. Sio kwako, ambao ukikubali nitaweza kukusaidia kwenye swala hilo lako hilo. Sawa? Mimi nilikuwa naomba uweze kuwa na wewe katika kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mahusiano tena? Bwana, ni simple tu. Kubali, vitu vingine vinaelezeka. Ni issue nyepesi. Hapana, mimi siko tayari kuwa na mahusiano na wewe. Hiza binti, ni kitu chepesi tu. Uamuzi ni juu yako. Ila ili uendelee kusoma na kupata masomo katika kwenye shule hii, inabidi uwe na mimi, na ukiwa na mimi chochote utakachokitaka ndani ya shule hii na ambacho kinapatikana nje ya shule utakipata. Uko tayari kwa hilo? Sawa, nakupa muda wa kujifikiria. Siko tayari kwa hilo. Oliva. 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 Kuna siku umetoka speed unakimbia na kuita au chiki. Tatizo nini? Ulikuwa unataka nikwambie kilichonikuta kule ndani? Ndio maana nimekuuliza ili nijue tatizo nini. Kwa hiyo ulinipeleka kwa babako mdogo mimi akanitongoza. Oliva, hivi unachosema unakielewa kweli? Ndio. Babangu mdogo akutongozea. Ndio hivyo, babako mdogo kaniambia nikihitaji msaada wake niwe naye kwenye mahusiano ndo anisaidie. Kwa mimi nimekataa. Oliva, sikutegemea kabisa kama inaweza kutokea. Afuni yangu kupeleka pale, sio ili babangu mdogo akutongoze. Naomba kwanza unisamehe kwenye hili. Sawa. Maana sikutegemea kabisa kama itatokea. Alafu, vipi hali ya mama? Anaendelea? Mama alibani. Tunatarajia kumpeleka hospitali. Pole sana. Mama atakasa. Alafu kingine, mimi nitapambana sana juu yako. Chochote nitachopata mimi nitaleta. Ili mradi tu mama awe sawa. Umenielewa? Sawa. Umeelewa? Sawa. Ngoja kupate kiasi kidogo nilichonacho kumwangalizie mama kitu chochote. Shika. Tulizo halikuwa ndoto ya mama. Uniform safi, daftari mkononi kama kawaida, lakini njia zikaanza kumpoteza taratibu. Marafiki wapya, usiku ukawa siri yake nzito. Aliahidi kesho itakuwa bora, lakini leo akapotea kwenye tamaa. Simu ikawa mwalimu wake mkipya, maneno matamu yakamtoa njia ya shule. Alisahau alikotoka, akasahau macho ya mama. Kila hatua aliyopiga ilikuwa mbali na ndoto yake. Chozi la mama